Halo, habari kutoka mtandao wa makazi. Kwa jina naitwa Mr. Gama na leo tunawaletea nyumba yetu yenye ID namba 15357. Hii ni classical style building, ni nyumba ambayo ina paa ya kuonekana kama unavyoiona hivi. Ni nyumba ambayo ina jumla ya vyumba vitatu vya kulala, inayotumia jumla ya tofali 2613 kwa ajili ya kuta na tofali 1299 kwa ajili ya msingi na bati zisizopungua 112. Hii ni nyumba ya gharama za kati, sio nyumba ya gharama kubwa sana au sio nyumba ya gharama ndogo sana. Hii nyumba ya gharama za kati. Sasa tuje kuona moja kwa moja picha ambazo zinaonyesha muonekano wa nyumba zetu kutoka upande tofauti tofauti za nyumba. Kama unavyokuja kuona, ni nyumba nzuri ya kupendeza, na ukipata fundi wako mzuri, fundi bora, vifaa vizuri, basi utafanya nyumba yako iwe na muonekano mzuri wa kupendeza kama unavyoiona hii nyumba yetu hapa. Hii nyumba yetu imedesainiwa na Ramani Nzuri TZ. Sasa hii nyumba ni nyumba ambayo inakaa familia moja, sio nyumba ya ghorofa. Na sasa tuje kuangalia moja kwa moja ramani sasa ya ndani ya hii nyumba yetu. Sasa kama tunavyokuja kuona, hii hapa ni entry veranda, veranda cha ndani kabisa cha kuingilia kwenye hii nyumba. Kwa hiyo kutoka kwenye hii entry veranda, hii veranda kuingilia ndani moja kwa moja. Sasa ukiingia ndani kupitia entry veranda, unakutana na hii living room hapa, hii sebule. Kama unavyokuja kuona, ni sebule kubwa yenye nafasi ya kutosha, na upande wa kulia wa hii sebule kuna dining room hapa, ambapo ukitoka kwenye dining room unaingia moja kwa moja hapa jikoni, na kwenye jikoni hapo kuna hii kitchen veranda hii ambayo ni entrance ya kutoka upande wa ubavuni kuingia ndani kupitia jikoni. Kuna hii kitchen veranda, ukiingia hapa moja kwa moja kupitia upande wa nje kupitia hii kitchen veranda unakutana na jiko moja kwa moja ambayo ina store yake hapa. Sasa kama unakuja kuona hapa, pia kuna hii corridor hapa. Hii corridor hapa ina separate hii bedroom ya kwanza ambayo ni single bedroom, ina public toilet, na kuna bedroom hapa nyingine tena, na kwa upande wa pili wa hii bedrooms, hii public toilet na bedroom nyingine, kuna master bedroom ambao ni chumba na choo yake kubwa ya kutosha. Ni master bedroom yenye nafasi ya kutosha kama unavyokuja kuiona. Na tukija kuangalia hapa kwenye ramani yetu sasa, hii sasa ndio ile tulisema sisi ni entry veranda, veranda ya mbele kama unavyokuja kuiona hapa. Hii hapa inaonekana vizuri kabisa. Hii ni entry veranda kuingilia ndani. Toka kwenye entry veranda na kukutana na sebule na pande nyingine za nyumba kama unavyokuja kuona kwenye ramani yetu. Hii nyumba ni nyumba nzuri kama nilivyosema awali, nyumba ya muonekano mzuri wa kupendeza, nyumba ambayo unaweza ukajenga sehemu yoyote, nchi yoyote. Sasa tuje kuangalia eneo au size ya nyumba. Hii nyumba kwenye floor coverage ina floor coverage ya square mita 146, ina urefu wa mita 14, pamoja na size ya kujenga hii nyumba ya kiwanja ni isiyopungua urefu wa mita 18.5, na minimum support size ya kujenga nyumba yetu inabidi uwe na kiwanja ambacho ni cha square mita 365. Na kwa upande wa mapana sasa, hii nyumba ina upana wa mita 14, na kiwanja cha kujenga hii nyumba yetu basi ni kiwanja ambacho kisichopungua upana wa mita 18.5. Na kama basi unataka uwe na eneo kidogo la kujiachia kwenye hii nyumba, basi unashauriwa uwe na eneo lisiopungua la square mita 584. Sasa kuja kuona various technical data au details kuhusu nyumba yetu. Kama unavyokuja kuona, hii nyumba ina single rooms mbili, ambako ni master room ni moja kama utakuja kuona, na details nyingine tofauti utakuja kuona kwenye website yetu na zinaonyesha hapa, ili kuangalia details zote za kuhusu nyumba zetu. Sasa twende moja kwa moja kwenye makisio ya gharama. Makisio ya gharama ya kujenga nyumba yetu kwenye hatua ya foundation, hatua ya kuta, zege pamoja na bati. Hizi gharama ni gharama za vifaa pamoja na ujenzi, na hizi gharama zimekuwa approximated kwa especially ukanda wa East Africa, Tanzania kwa ujumla. Kama utapata fundi wa kawaida na vifaa vya kutoka duka la kawaida, basi hizi ni gharama kwa ajili ya kila hatua. Tukianza na foundation, ina cost takriban dola za Kimarekani 4298 kwa
ajili ya foundation. Upande wa kuta ni takriban dola za Kimarekani 2961, na kwa upande wa zege ni takriban dola za Kimarekani 2095, na kwa upande wa bati napo ni takriban dola za Kimarekani 5628. Sasa unaweza ukapata makisio ya gharama kwa different currencies kama tulivyoona sisi tumetumia USD, lakini unaweza kutumia pound, TZ, shilling and etc. Kwa hiyo kwa toto, kwa upande wa hivyo vitu vya msingi vya kukamilisha boma yako, yani kwa upande wa foundation, upande wa kuta, zege pamoja na bati, kwa hela za Kitanzania jumla ni takriban milioni 34 na laki saba na vichenji vinatosha kabisa kwa ajili ya kujenga boma kwa ajili ya nyumba yetu. Na unaweza ukaangalia toto labda kwa Kenya shillings ni shilingi ngapi na other currency, utapata vyote kwenye website yetu ya makazi. Pia kwa mtu ambaye anasema basi yeye ana hela, ana uwezo wa kujenga nyumba kwa hela yake ya mfukoni, basi sisi tumeweka makadirio kwa mkopo. Kama unataka ukope labda benki, basi labda kwa kipindi cha miaka 5 unatakiwa uwe na mshahara ambao sio chini ya dola 999, ambao utakatwa takriban dola za Kimarekani 333 kila mwezi kwa kipindi cha miaka 5 ili kukamilisha ujenzi wa hiyo nyumba. Na kama labda mtu anataka ajenge nyumba kupitia kuwekeza katika different economic activities, labda agriculture, alime mpunga, alime labda alizeti nini, utakuja kuona kwenye website yetu hapa tumeweka makisio ya gharama kwa kila shughuli ya kiuchumi, misimu. Kama labda ni wewe ni mkulima, ulime nini, misimu mingapi, na utahitaji mavuno ya kuanzia shilingi ngapi kila msimu ili uweze kukamilisha ujenzi wa hiyo nyumba yetu. Sasa kwa msaada wa vifaa, ujenzi, ramani na makisio ya gharama, basi unaweza ukalipia kupitia website yetu kwa gharama hizo hapo kwa njia tofauti tofauti. Kama huko nje ya Tanzania unaweza ukatumia Mastercard, Visa, American Express, basi tutakupa msaada wa makadirio, vifaa pamoja na usimamizi wa nyumba yetu. Na kwa upande wa Tanzania unaweza ukatumia Tigo Pesa, Airtel Money na njia tofauti tofauti za malipo ili kupata msaada wa vifaa, makisio ya gharama na usimamizi wa ujenzi wa nyumba yetu hii kama unavyoiona hapa. Sasa kwa more information unaweza ukatucontact us kupitia hizo namba zetu unazoziona hapo, na pia unaweza ukasubscribe kwenye account yetu ya YouTube kupata more updates. Na kwa mtu ambaye labda amevutiwa na hii ramani, kama nilivyosema, ukikamilisha basi labda malipo ili upate msaada wa vifaa, usimamizi wa hiyo nyumba pamoja na makisio ya gharama, basi utaweza kupewa documents ambayo ni takriban documents yenye page takriban 15 ambayo ina hold details zote za kuhusu nyumba, na utapewa hizo details kwa njia za WhatsApp au kwa email kwa muda wa ndani ya masaa 24 tu. Utapewa documents ambazo zina kila informations ya kuhusu hii nyumba, na unaweza kufanikisha ndoto yako ya kuwa na nyumba kama hiyo. Narudia mara pili, usisahau kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube, usisahau kucheck na sisi kwenye kupitia hizo contacts zetu hapo unavyoziona. Karibu sana Makazi kwa nyumba bora. Asante sana.